Saudi Arabia, lakini tuma pesa kuja tena. Akaenda Saudi Arabia. Arabia ni wapi huko? Alienda kufanya kazi ya Wewe unajua Saudi Arabia? Unasema shemeji. Shemeji ni nani? Bibi ya nani? Bibi ya kijana. Bibi ya kijana. Hapana. Yaani ni shemeji tu ya mimi, dada ya bwana yangu. Dada ya bwana yako akakuachia watoto wangapi? Akaenda wapi? Amekaa miaka mingapi? Sasa ile ndio 9. Miaka 9. Unasema kweli? Alienda miaka 9. Na mnaongea yuko hai? Wewe tunaongea lakini sisi hatuongei, lakini anasema tu anakuja na kuja. Na aliacha watoto wawili. Contract kisha anaongeza tena. Na anakutumia pesa. Hapana. Anasaidia watoto. Watoto wao safari moja duniani. Tumako pesa na kulipa shule tayari. Lakini watoto sasa wamekuwa wakubwa. Miaka 9 si ni watoto wakubwa sasa. Kama aliacha wakiwa wadogo wamekuwa wakubwa. Aongei na watoto. Watoto wanaongea na bwana yake. Sasa tunataka tuombe tufanyaje? Tumrudishe. Arudi. Achukue watoto wake. Na mimi naomba atajibu maombi ya huyo dada. Mtu anayeenda asahau watoto wake kweli? Miaka 9. Na unafanya kazi kule Saudi Arabia na usahau watoto wako. Sema kuja uone watoto anasema nitakuja lakini sisi. Anasema hivyo. Lakini naamini tunaweza tuma roho akuje kwa lazima ajipate Kenya. Ama iwezekane. Bwana Yesu asifiwe. Kama ule bwana alikuwa anaongea na ule mtoto wangu akaambia ule mtoto wangu sikujui usije nipigie simu. Na watoto siwajui na si wangu. Na hakuna mahali ninaibu kwa. Nakwambia saizi anakaa kwa hiyo familia hawezi toka hapo. Kuna kitu kilifanyika. Kuna mwanangu hapa aliniambia siku nyingine alitumia damu ya Yesu. Bwanake alikuwa amemwacha na amempa mtoto mmoja. Hata jina ya mtoto hakuita jina mtoto. Hakuita mtoto jina. Alimwachilia mtoto hivyo. Aliniambia wala walikuwa hapo hiyo siku. Aliniambia huyo bwana amempigia siku kutoka asubuhi. Kutoka saa 3 mpaka saa 9 pia. Sio kama alikuja huko. Sio nani. Lakini ndoa yako inarudi sasa hivi. Ukitoka hapa leo ndoa yako inarudi. Huyo mtu hata kama alizaa na wewe na amekataa kushika simu yako na amesema ajui huyo mtoto na hata jina ya mtoto hawezi akampea. Nikamwambia huyo mtu tunamrudisha. Na alirudi. Mimi naamini kwa hiyo madhabahu hakuna kitu inawezekana. Hata huyo mwenye amekataa Saudi Arabia na akakataa kusaidia watoto. Mwaka huu kienda kuisha rudi nyumbani. Amen. Anasema mwaka huu tutapoisha arudi nyumbani. Si tunaweza kuitisha? Hapa hakuna kitu hatuwezi kuitisha. Kama tunaweza itisha vitu zikuje. Kama tunaweza kuitisha bwana ya mtu na arudi. Basi hapa huyo tunaweza mtoa Saudi Arabia na tumrudishe. Akae na watoto wake na akae kwa ndoa yake. Hata kama alikuwa na akili za aina gani. Hakuna akili inashinda roho wa Mungu. Hakuna mawazo yanashinda roho wa Mungu. Hata mawazo iwe aina gani. Hata hekima iwe aina gani. Haiwezi kashinda roho wa Mungu. Hakuna hekima kama hiyo. Mwingine mikono mwambie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watoto wa shemeji wako. Roho na amani. Na mke wa shemeji yako ni mke wake sio?
mahali popote ambapo walipo, watoke Saudi Arabia na arudi nyumbani katika jina la Yes. Mama, utaona vile tumesema huyo Mungu lazima atatenda. Kuna jambo lingine ama ni yote? Naye ndugu yake naye huyo bombe anafukuza na watoto. Ndugu ya nani? Ndugu ya huyo dada. Wasaba. Watu wawili ndio kwa hiyo familia. Wakujue. Sasa wewe nani anakufukuza? Bwana yake sasa, ndugu yake sasa. Ndugu yake anafukuza bwana yako na wewe. Yaani bwana yangu ni ndugu ya dada ya huyo sister huyo mwenye akusaidia. Sasa alioa anakufukuza na watoto. Anakufukuza wewe usiku na paka. Wamekunywa pombe. Anahakikisha umetoka. Basi mahali uliolewa kuna maneno mengi, lakini ninaamini hata kama uliolewa mahali shetani ameweka makao makuu yake, leo ashindwe katika jina la Yes. Kuna ndoa zingine ukiolewa ndani yake sasa ni ndoa, ni familia ambazo ziko na maneno. Ule mke wake alipotea, ule naye ni ndugu yake anakufukuza usiku na watoto, unalala nje. Unalala nje. Wapi? 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 Kitale. Umetoka Kitale ukaja hapa maombi. Umetoka Kitale ukaja maombi hapa. Unarudi tena Kitale? Kuna mahali penye nafanya kazi hapo sasa, nimemwacha tu na watoto. Nikasema acha nije nitafute pesa. Sasa umeacha watoto wako pia. Ukuje utafute pesa. Si wewe pia Mungu akurudishe kwako. Ama utaki sababu unafukuzwa na panga. Nilikuja nifanye kazi nirudi kwa watoto. Hiyo miaka mama Mungu amekupea si miaka ya kuzunguka. Utakuombea uende huko na ufanikiwe. Si unaweza fanya ukulima, unaweza fanya mambo mengi. Si ni kweli? Nimekwambia mimi ni pastor nafanya ukulima. Kuna wanangu naombea hapa wengi wanalima. Hata mwanangu mwingine ananiambia pastor, niko na zaidi ya milioni 2 kwa account. Na ukimwangalia unaona hana chochote. Na nikulima analima, yuko Kitale, mahindi na amefuga ng'ombe na vitu zingine. Kwa hivyo kubarikiwa si kufanya kazi ya nyumba. Kubarikiwa ni baraka tu Mungu anakuletea. Sisi wote hatuwezi kuwa tunafanya kazi ya nyumba. Haiwezekani. Umeelewa? Sasa hiyo si kazi nzuri. Urudi kwako, Mungu akubariki ukiwa huko. Umeelewa? Lakini usizunguke tu na hii miaka sasa. Mtoto wa kwanza ana miaka ngapi? Mtoto wako? 25. Huyo mtoto si anafaa kuwa anakusaidia? Ni kweli? Mtu wa miaka 25 si anafaa kuwa anasaidia wazazi wake? Wazazi wake wanafaa kuwa wanafanya kazi ya nyumba? Basi kama ni mapepo, huko kuna maroho ambaye inafanya mchanganyikiwa. Na una watoto wangapi? Watoto 4. Sasa watoto wa miaka 25 ndio ufanye kazi ya nyumba, uende walishi, uende wasaidie. Hiyo inawezekana. Ukiwa na miaka 20 unafaa uwe na uwezo wa kusaidia wazazi. Kijana ama wasichana? Wasichana wawili. Mama ufai kuwa unaishi hiyo maisha. Hiyo maisha si yako. Si yako. Huwezi kuwa umelea watoto miaka zaidi ya 25. Alafu watoto wamefika miaka 25 ndio unatoka unaenda kutafuta kazi ya nyumba. Hiyo hapana. Mungu akurudishe kwako. Na hizo maroho zinapigana na wewe zishindwe. Na watoto wawe msaada kwako. Hivyo ndio tutakuombea. Umeelewa mama? Hiyo si miaka ya kufanya kazi ya nyumba. Mtoto wako akishafika miaka 30, 25 eti waajiriwe kwa nyumba ya mtu. Na yule naye anakufukuza na panga. Na yule mwingine naye alikuachia watoto wakaenda Saudi Arabia na hawezi rudi. Basi inaonekana ile nyumba yenu iko na vitu.
iko na maneno zinaendelea pale. Lakini yeyote ambaye ameleta uchawi na uganga kwa ile nyumba, sema kila uchawi na uganga dhidi ya nyumba yao na dhidi ya nyumba yetu, sema hiyo uganga na uchawi dhidi ya nyumba yao na dhidi ya nyumba yetu, sema hiyo uganga uvunjike na utawanyike katika jina la Yesu. Haiwezekani hivyo. Hiyo kuomba mtu utafutia watoto wako. Hiyo mimi sijaisikia. Nimesikia na wewe sasa. Na ninawaombea Mungu awabariki mtoto wadogo. Watoto wako wabarikiwe bado wakiwa wadogo. Sema watoto wako. Watoto wangu. Chochote siwezi kuwapa. Chochote siwezi kuwapa. Mungu wangu awapatie. Mungu wangu awapatie. Nataka mtu niwe mkono wa juu. Nataka maana watoto sema tu, sababu siku moja unaweza kuwa na wao. Sema watoto wangu. Watoto wangu. Katika jina la Yesu. Chochote siwezi kuwapea. Huyu Mungu wangu. Hiyo wakati awapatie katika jina la Yesu. Naomba Mungu asikie hayo maombi na aweke nguvu katika jina la Yesu. Ya kwamba chochote huwezi kuwapea, huyu Mungu wako apate kuwapea yeye mwenyewe. Na itendeke hivyo katika jina la Yesu. Mama, hapo kuna shida. Kuna shida. Hapo si kawaida. Hapo kuna nguvu za uchawi na mambo mengi yanaendelea. Lakini naamini kwa kukanyaga kwako hapa, Mungu akurudishe kwa maisha yako. Na Mungu akubariki kule nyumbani, na abariki watoto wako na kazi, na afungue kila njia na milango juu yao. Lakini hautakuwa mzee. Eti umezeeka miaka yako sasa ndio umekuwa mzee, umelea watoto. Alafu sasa ndio unarudi kwenda kuajiriwa kazi ya nyumba. Sema hiyo nimekataa. Sema kwa jina la Yesu. Maisha yangu yabarikiwe. Sasa zingine nafaa unajibariki wewe mwenyewe. Hata kama hakuna mambo yako. Na ubarikiwe ukiwa kule nyumbani. Sawa? Asante. Mwingine